kuna swali ambayo tuliikuta kwenye comment section ya kipindi ambacho kilichopita. Kama tulivyosema, tutakuwa tunapitia comment, lakini pia tukikuta kuna swali tutakuwa tunazijibu kabla tujaendelea kwenye kipindi kinachofuata. Tunataka kwanza tujibu swali ambalo tuliloulizwa, lakini pia kuweka mafafanuzi kidogo kwa ajili ya swala hilo, alafu tutaendelea. Tunashukuru pia kabisa kufuatilia vipindi vyetu. Kabisa. Tumishi wa Mungu, barikiwa sana. Swali lake lilikuwa ni kwamba alitaka kujua kiini cha Valentine. Lakini pia alitaka kujua hii Valentine ipo hasa kwa akina nani? Wanandoa au wapenda nao tu wachumba, au ipo kwa vijana? Kwa hivyo alitaka kujua kiundani zaidi kuhusiana hii Valentine. Wewe unaonaje kuhusiana hili swala? Kujibu hili swala ni kwenda kwanza kwenye historia, kujua historia ya Valentine, imetoka wapi, ilianzishwaje, ndio inaweza kuwa rahisi sana kwa kujibu hilo swali. Valentine ni mtu ambaye alikuwa ni padri wakati wa ukoloni wa Rumi. Unajua wakati wa Rumi walikuwa wanatawala, walikuwa na sheria ambazo zilikuwa ngumu sana kabisa. Kwa jinsi kwani waliwafanya hata vijana wengi hawakutaka waoe, kwa sababu walikuwa wanataka wawatumie kwa ajili ya mavita. Walikuwa wanafanya mavita sana, kukomboa mamiji sana, kwa sababu walitaka watawale kabisa yani. Kwa hiyo ndio wakawa wamekataza kabisa vijana kuoa, ili wabaki tu hivyo, kwa sababu walijua kwamba wakioa watakuwa na majukumu ya familia, hawatakuwa focus sana kwenye vita. Ndo wakawa wamewakataza kuoa, hakuna kuoa. Lakini sasa tatizo likatokea ni kwamba vijana kama wanaume, unajua kuna hiyo tamaa ya mwili, ndo wakawa wakaanza kufanya mambo hayo kwa sirini, yani ikawa shida sana. Sasa huyu jamaa ambaye ni Valentine, huyu padri, akawa ameona kwamba kweli hali ni ngumu, na yani serikali imekataza hao vijana kuoa, lakini mambo wanayoyafanya inakuwa sasa ni dhambi, haikumfurahisha. Je, siwezi nikatafuta njia nyingine ambayo naweza nikafanya hivi hawa jamaa angalau kwa siri, tuongee nao hao vijana, wawe angalau tunawabarikia tu kisiri tu, tunawabarikiwa ndoa kisiri, serikali sijue, lakini tu tumewabarikia tu, tuwaombee ili wafanye mambo kihalali pamoja na Mungu yani. Ndio jamaa kama amefanya hivyo. Kwa wanafanya hivyo yani, wanakuja ukiwa na mke hivi, kama una mtu unamleta tu kwake kisiri, anakuombea, anakubariki, mnaenda mnaishi tu kisiri hivyo, ili serikali sijue, haijui. Ndio vitu ambavyo Valentine alifanya. Lakini sasa mwishoni akawa amefariki, kwa sababu walikuja kujua, ufalme wa Kirumi ukajua kwamba huyu jamaa alikuwa anafanya haya mambo. Unajua katika mambo kuna watu wengine wanaongea tu, siri ikawa imetoka, ndo wakawa wamemshika wakamua. Sasa alipofariki, na hapo ndo sasa watu walianza sasa, kwa uzuri huu alikuwa akitenda, kwa hiyo waliona hilo jina lake lisipotee. Mtu aliyekufa yani kwa ajili ya kusaidia watu kupata wenzi yani kihalali. Unaona? Kwa hiyo mimi naweza nikasema aliamini ndoa. Hakuamini kwamba, unajua sasa ndo hapo sasa tatizo linakuja kwamba watu ambao wana celebrate hiyo tarehe, ukiangalia vizuri ni tarehe ya wanandoa, sio hao unasikia tu sio boyfriend girlfriend. Hapana, Valentine ni ya wanandoa. Kwa vijana wanaipeti wanaitengeneza kidogo, lakini hapana, haiwaruhusu. Sasa huyo jamaa aliona kwamba kuna ujinga huko unafanyika kwa hao vijana kisirini. Sasa hacha ili niwarudishe kwa Mungu, niwalete hawa jamaa, tuongee nao, wao wanakuja niwabariki tu, niwaombee kwa Mungu ili wapate ndoa tu kihalali, yani katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiangalia kwamba Valentine Day ni day ambayo inatakiwa, ni siku ambayo inatakiwa sherekewe na wanandoa.